Kwa majina naitwa Alex Benedicto, ni afisa muuguzi mwandamizi, lakini pia ni mwezeshaji wa mafunzo bora ya huduma kwa watoto wachanga kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila ngazi ya kitaifa. Leo tunaenda kujifunza juu ya matumizi sahihi ya mashine inayosaidia watoto kupumua ijulikanayo kama bubble CPAP. Lakini mashine hii ya bubble CPAP zipo za aina mbalimbali kama Medica, Dolphin pamoja na Vibe bubble CPAP. Lakini pia kuna Kumani bubble CPAP. Leo tutajikita zaidi kwenye kuongelea kuhusu Vibe bubble CPAP. Kwa kwanza tutajua namna mashine hii inavyofanya kazi, lakini tutajua indications. Watoto wake wenye sifa za kuwekwa kwenye matibabu ya mashine hiyo husika, contraindications. Sifa zipi wanazo watoto na kuzuia wasiweke kwenye hiyo mashine, lakini tutaangalia setup pamoja na kuangalia habari za weaning off, increasing treatment pamoja na troubleshooting and cleaning. Kwa hiyo ni vipengele muhimu ambavyo tutavisikia kwa leo. Kwanza, mashine hii inafanya kazi katika namna gani? Mashine hii ya bubble CPAP yenyewe inafanya kazi kwa kupunguza rate of breathing. It reduces rate of breathing by expanding lungs and hence improve in oxygenation. Kwa hiyo wale watoto wenye changamoto za upumuaji zilizopitiliza wanapata shida pale wanapopumua na hewa ndani na kuingiza hewa kutoa hewa nje, mapafu yao yanalala moja kwa moja. Wakati hewa inapotaka ingie kwa mara ya pili inakuta collapsed lungs. Sasa mashine hii ina provide au ina create a positive ending expiratory pressure inayojulikana kama PEEP kitaalamu, ambayo husaidia kuyafungua yale mapafu. Wakati hewa inaporudi kwa mara ya pili inapoingia, inakuta mapafu yako wazi hajalala na hewa kuingia kwa urahisi. Sasa basi, ili uweze ku set up hii mashine, kwanza tujue indication za watoto wenye sifa za kuwekwa kwenye hiyo mashine. Watoto hawa ni wale ambao wanaonekana kuwa na changamoto za kupumua ambazo ni kubwa sana. Inawezekana watoto hawa wanaweza wakawa, kundi kubwa ni wale waliozaliwa kabla ya wakati ambao kitaalamu tunaita preterm, lakini kundi jingine wanaweza ni wale ambao wamezaliwa kwa wakati ila kuna changamoto mbalimbali ambazo zimepelekea hadi shida hiyo ya kupumua. Kwa hiyo most of them tunaweka kwenye mashine ni premature respiratory distress syndrome, lakini tunaweka watoto ambao wana cancer ya of the newborn, watoto wale wenye congenital pneumonia, watoto wale ambao wamezaliwa na mama ambao ni diabetic mothers, na watoto ambao wana congenital pneumonia na shida nyinginezo za upumuaji kwa watoto wachanga. Upande wa contraindication, sababu ambazo zinaweza kusababisha kwa nazo mtoto na asiweke kwenye mashine ya bubble CPAP ni pamoja na congenital malformations of the upper airway including coronary atresia and cleft palate. Lakini watoto wenye congenital malformations za diaphragmatic hernia, kuna zile hizo ni absolute contraindication. Relative ones ni kama mtoto ambaye ana severe respiratory distress syndrome ambao anahitaji kuwekwa kwenye mechanical ventilator. Basi tuone namna ya setup ya mashine hiyo na namna ya kufanya kazi. Kwanza kabisa, mashine hii haizalishi oxygen. Kwa hiyo lazima uwe na chanzo cha oxygen. Main source of oxygen. Hapa tunaona source ya oxygen ni hii wall oxygen inayopatikana ndani. Kwa hiyo lazima ujue kwamba oxygen hii inafanya kazi na kuna oxygen ya kutosha. Unatakiwa kufungulia mpaka kwenye ujazo wa angalau lita 5 kwa dakika. Baada ya hapo, hii oxygen inatakiwa iende kwenye bubble CPAP, kwenye kifaa chetu. Itaenda wapi? Lazima uwe na tube hii hapa inayojulikana kama oxygen connecting tube, ambayo tutaconnect kutoka kwenye main source of oxygen kupitia hapa, tumeconnect kupitia kwenye oxygen adapter. This is an option, unaweza kuwa nayo au usiwe nayo. Ikiwa hauna hii, unaweza kutumia oxygen humidifier bottle tukaconnect kwenye oxygen outlet. Baada ya mashine hiyo kutusaidia source of oxygen kuelekea kwenye mashine yetu ya bubble CPAP, then kinachofuata, oxygen hii inayotoka hapa lazima iwe blended. Kwa hiyo lazima tuwe na blender. Hii ndio aina ya blender. Aina ya blender tulionayo ya Vibe bubble CPAP ambayo tunaona ina namba mbalimbali. Hizi namba tunazoziona zinazoanzia 30 mpaka 100, hizi zinaitwa fraction of inspired oxygen. Sawa, yani ni zao la mwisho la amount of oxygen in air pamoja na oxygen iliyozalishwa kwenye main source of oxygen. Baada ya kuwa blended ndio utupatie fraction of inspired oxygen. Inaweza kuanzia 30 mpaka 100. Kwa lazima tuwe na blender. Hivyo oxygen inayotoka kwenye main source of oxygen ikipitia kwenye oxygen connecting tube itaingia kwenye blender kwa kuunganishwa kwenye sehemu hii husika. Baada ya hapo, kutokea kwenye blender hii hapa husika, hii hewa ya oxygen inatakiwa iwe filtered. Iwe filtered ili kuondoa wale bakteria ambao wamekuwa extracted from the air kupitia kwenye haya matundu. Kwa hiyo tutakuwa na kifaa kingine hiki kinachojulikana kama kinajulikana kama rotator, lakini kuna hiki kingine ambacho ni bacterial filter housing, lakini kuna hiki kingine ambacho ni bacterial filter disc. Kwa hiyo tutajiunganisha hapa kwenye blender yetu. Tutaanza na rotator. Tutaunganisha kama hivi rotator yetu. Filter yetu hii kwa ajili ya kuzuia bacterial entrance kwa mtoto tutaiweka hapa ambapo pameandikwa insert filter disc here. Baada ya hapo tutatumia hii housing yetu ya bacterial filter housing, tutafunga hapa vizuri. Kisha tutaunganisha kwenye blender yetu kama hivyo. Baada ya hapo hii oxygen ambayo imekuwa blended hapa inabidi iende kuwa humidified. Kwa hiyo tutatumia hii oxygen humidifier tube, tutaunganisha vizuri. Alafu kisha tutaunganisha kwenye humidifier sehemu ya inlet hapa.
Baadaye tutafunga huu funiko vizuri kwenye hizi lid. Ufuniko tunaofunga ni wa oxygen humidifier hapa. Nafunga vizuri kusiwe na leakage ya air. Humidifier yetu hapo. Baada ya kwamba kwenye hii bacterial housing filter lazima tuweke rotator ili kuweza kuunganisha hii tube ya humidifier. Rotator yetu ndio hiyo hapo, utaweka hapo. Kisha utaconnect vizuri hapa tube yetu ya humidifier. Hakikisha kwenye hii humidifier maji ambayo ni distilled water umeweka mpaka kwenye ile level iliyoandikwa fill to here. Baada ya hapo tutatakiwa tuweke tena maji distilled water kwenye hii pressure generator bottle mpaka level hiyo hapo palipoandikwa fill to here. Hii ndio itahusika kuzalisha positive ending expiratory pressure peak. Tutaweka kwenye bracket yetu. Kwenye bracket yetu hapa tunaona kuna sehemu mbili. Kuna ile iliyoandikwa humidifier na ile iliyoandikwa pressure generator. Kwa hiyo humidifier itakaa kwenye sehemu yake ya humidifier na pressure generator itakaa sehemu yake. Kisha tutafunga vizuri hii sehemu ya pressure generator na huu mfuniko wake unakuwa ni mara nyingi kwenye valve sipa kwa rangi ya kijani. Funga vizuri hapo. Okay. Baada ya hapo tuna kitu kingine hapa tunachokiona kinachojulikana kama pressure generator rim. Tutaki-insert desired level ambayo tunatakiwa tuanze nayo ni kuanzia sentimita 6 mpaka at least sentimita 8, lakini ya kuanzia ni 6, ambapo namna ya kuidumbukiza kuna hizi alama za vidole ziko pembeni hapa. Utatakiwa ushushe chini, ukifikisha kwenye ile sentimita unaohitaji unaachia, inabana na namba ile itaonekana ikiwa nje. Hapa tuko kwenye sentimita 6 inavyoonekana. Lakini tuna hii inaitwa pressure generator connector. Tutafunga hapa kwenye hili na kisha tutaanza kutumia hizi tube zetu mbili. Hizi tube zetu mbili kuna moja itatumika kama inspiratory tube au inspiratory limb na nyingine expiratory tube au limb. Ile ambayo tutaunganisha kwenye hii pressure generator ambayo itakuwa ina take up the oscillated air ambayo itaenda kwenye lungs na kusaidia expansion. Hiyo itaitwa expiratory tube au expiratory limb kama inavyoonekana hapa. Na aina ya pili ya tube au limb ambayo tutaenda kuunganisha kwenye humidifier, hii ndio itajulikana kama inspiratory tube au inspiratory limb kama tunavyoona hapo. Kisha hatua inayoendelea tutakiwa kuunganisha hizi limbs zote mbili ya expiratory na expiratory katika interface hapa. Kwa hiyo tutachukua hizi elbow pamoja na CPAP cannula ambayo tayari tumeshaangalia size husika kulingana na kichwa cha mtoto. OFC hiyo inasaidia kuangalia kuchagua kofia, lakini hii CPAP cannula tutaangalia nostril za mtoto size yake. Katika valve CPAP inaanzia na hii locker ambayo ni white one kwenye blender. Hii itatusaidia tukifungua vizuri hapa vizuri, itatusaidia kuongeza FO2 au kupunguza, ambapo tutaangalia alama hii ya grooved part hii hapa kwenye blender yetu. Inapozidi kusogea towards you unakuwa unaongeza FO2, lakini inaporudi upande mwingine away from you inakuwa inapunguza. Kwa mimi nitaanzia kulingana na hali ya mtoto wangu, nimeshamuassess by using a SASS score, Silverman-Anderson score for assessing respiratory distress syndrome. Nimeamua nianzie na 50. Kwa 50 nitaisoma vipi? Nitaangalia grouped ipo kwenye asilimia ngapi? 50. Kisha nikishafikisha kwenye ile desired FO2 nitaizungusha hii part nyeupe mpaka nije ni bani kama hivyo. Baada ya hapo hii part nzima ya blender nitatakiwa ni hang, iwe hanged. Nitahang kwenye sehemu kwa kutumia kitu hiki hapa ambacho kinaitwa blender clip. Kwa nitatumia blender clip, nitahang hii part nzima, nitatumbukiza vizuri hapa ili iwe keep on in place. Kisha nitachukua bracket yote nitaiweka nayo, itakuwa ina hang hapa kwenye homa yangu vizuri. Baada ya hapo sasa kinachofuata ni kuitest mashine yangu. Je, mashine hii inafanya kazi vizuri kuweza kumsaidia mtoto huyo? Nitakuwa huko napangilia vizuri hizi tube zangu ili ziweze kushika vizuri kwa mtoto husika, ziende zikae vizuri kama hivyo. Baada ya kuhakikisha tube zangu zipo vizuri, nitaenda CPAP cannula imeshika vizuri kwenye hizi limbs zote mbili ya expiratory na inspiratory. Nitaenda kufungulia kwanza oxygen kwenye tanki ya oxygen mpaka lita 5. Nikishafungulia oxygen husika mpaka lita hizo 5, ninakuta kwamba huku kwenye upande wa humidifier hapa naanza kububble. Sasa nitatesti kama circuit yangu setting iko complete kwa kuweka vidole vyangu kwenye gloved finger hapa kwenye CPAP cannula clone. Na nikiona kwamba pia kule kwenye upande wa pressure generating bottle pana bubbles hapa, nitajua kwamba sasa kweli circuit yangu inafanya kazi. Kisha nitatumia kofia ya mtoto ambayo tayari nimeshapima pini zake. Sehemu ya kuweka pini nitatumia kofia hii ambayo nimeshapima. Usiweke pini ukiwa umemvalisha mtoto, weka pini kabla hujamvalisha mtoto. Nitaweka pini hizi zinasaidia kushikiza hizi CPAP cannula. Alafu nitachukua Mustard hii inatusaidia kukeep in position hii CPAP cannula yetu na setting kwa ujumla. Kwa hiyo mustard nitaweka hapa
nikati hapo. Alafu kisha nitatumia hizi soft softener hizi look ambazo yenyewe zitasaidia ku keep in place hii sipapu kanula yangu ambayo nitazungushia kama hivyo. Baada ya kuhakikisha nimeweka vizuri, nitaweka kwa mtoto wangu vizuri. Hakikisha kwamba sio lazima nasopron za sipapu kanula zingie zote, lakini angalau nibakize nafasi ambayo itakuwa ina kwa nitaingiza hizo nasopron hapo vizuri, mtoto wangu akiwa kwenye hiyo position, supine position, na huku ikiwa inaendelea kubabo vizuri. Baada ya hapo nitatumia hizi rubber band husika ambazo nitatakiwa ni keep in place sipapu kanula. Huku nikiangalia sipapu kanula zangu sitoke kwa mtoto, nitachukua rubber band nyingine, kisha nitahakikisha kwamba mtoto wangu imekaa vizuri. Naona kwamba mashine yetu ina babo vizuri. Katika pampasi mtoto wetu inabidi afunike na pampasi vizuri kwenye bencheli hapa, lakini tukumbuke pia ipo kwenye ngoma. Kwa hiyo lazima pia niweke seti nzuri kwa mtoto kwenye ngoma husika. Kanula yangu ambayo nitazungushia kama hivyo. Baada ya kuhakikisha nimeweka vizuri, nitaweka kwa mtoto wangu vizuri. Hakikisha kwamba sio lazima nasopron za sipapu kanula zingie zote, lakini angalau nibakize nafasi ambayo itakuwa ina kwa nitaingiza hizo nasopron hapo vizuri, mtoto wangu akiwa kwenye hiyo position, supine position, na huku ikiwa inaendelea kubabo vizuri. Baada ya hapo nitatumia hizi rubber band husika ambazo nitatakiwa ni keep in place sipapu kanula. Huku nikiangalia sipapu kanula zangu sitoke kwa mtoto, nitachukua rubber band nyingine, kisha nitahakikisha kwamba mtoto wangu imekaa vizuri. Naona kwamba mashine yetu ina babo vizuri. Katika pampasi mtoto wetu inabidi afunike na pampasi vizuri kwenye bencheli hapa, lakini tukumbuke pia ipo kwenye ngoma. Kwa hiyo lazima pia niweke seti nzuri kwa mtoto kwenye ngoma husika. Management kwa mtoto ambaye yuko kwenye babo sipapu. Kwanza tutamwekea holographic tube kwa ajili ya feeding, lakini pamoja na air decompression, kwa sababu sipapu hii inazalisha hewa. Lakini kitu cha pili, tunatakiwa tuwe tuna relieve pressure exactly at the sipapu kanula angalau kila baada ya masaa 4 kwa awali. Lakini kitu cha tatu, lazima kila baada ya dakika 15 kwa mara ya kwanza kwa awamu 4 tuwe tunamwangalia mtoto, kuangalia weight of breathing. Je, upumuaji wake umepungua ukilinganisha na kabla ya kuwekewa sipapu? Tutafanya vital signs zote tutachukua, lakini vile vile tunapima pia na RBG, random blood glucose, kuangalia pia kiwango cha sukari mwilini. Baada ya hapo sasa, tunachoendelea tutaendelea kumwangalia mtoto wetu akiwa kwenye sipapu, tutafanya assessment. Inapofikia kipindi tunaona kwamba tumemwangalia mtoto wetu hakuna nafuu, tutaongeza SpO2 tuache na sukari oxygen. Kama tunaona anapata low SpO2 au ni saturated, lakini kitokea bado weight of breathing haijawa nzuri, tutaongeza positive aiding expiratory pressure test. Hii tutaongeza kwenye value kwa kudumbukiza zaidi hii hapa ambayo tunaita ni expiratory limit. Kama ilikuwa namba 6, hii tutaongeza kwenda mpaka namba ngapi? Namba 7. Lakini mwisho tumeambiwa tusikie namba ngapi? Namba 8. Tutaongeza hii kama hivyo. Hapa iko 7. Baada ya kufanyia risk management, tunaposema tunafanya weaning off, tutaangalia je, zile dalili za upumuaji ambazo alikuwa nazo mwanzoni zimepata unafuu, zimeisha? Kama upumuaji kwa shida umeisha au umeanza kupungua, ndo wakati tunapoanza kufanya weaning off. Kwenye weaning off tutakuwa tunapunguza PIP. Kama ilikuwa imeshafika 7 tutaipeleka 6 kila baada ya masaa 4, lakini SpO2 tutakuwa tunapunguza by 10%. Kama ilikuwa iko 70 tutaipunguza mpaka 10. Kila tunapopunguza tunaendelea na assessment. Baada ya hapo kinachoendelea ni wakati wa troubleshooting na pamoja na cleaning. Kwenye troubleshooting tutaconsider vitu vikubwa vinne. When you do troubleshooting, we consider DOPES principle. D stands for displaced tube. Kwa tutaangalia, je, katika sipapu kanula yetu tube ziko kwa mtoto? Hizo tube tunazoziongelea, je, huku zimetoka? Tube ikitoka, kwa mfano hii ikiwa displaced, tunaona sipapu yetu haifanyi kazi. Lakini pia kitu cha pili tutaangalia for O. O stands for obstruction. Kama kuna any obstruction imetokea kwa mtoto, sasa hapa kwenye upande huu wa puani, kama kuna secretion katika kanula yetu haitaweza kufanya kazi. Hii stands for patient problems.
Patient problems ni kama mtoto akiwa ni pneumothorax, ni contraindication ya kumweka kwenye CPAP. Hii stand for equipment. If there is any equipment failure, labda mashine yetu hii ya valve CPAP inashindwa kufanya blending, lakini vile vile kama kwenye main source of oxygen huko oxygen level imepungua, basi tunategemea kifaa chetu kitaweza kufanya kazi. Kwa upande wa cleaning, vifaa hivi vinavyotumika tunavitumia kama reusable, hivyo vinapaswa viwekwe kwenye utakatishaji kwa njia ya high level disinfection kama vifaa vingine vya respiratory tube tunavyofanyia kwa watoto wachanga. Asanteni sana kwa kusikiliza.